Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Leo kuna kitu ambacho nataka nikuulize ndugu yangu. Unajua kwa nini upo hai? Unajua kuna watu ambao wapo hai na hawajui kwa nini wapo hai. Kuna watu ambao wanaishi lakini hawajui kwa nini wanaishi. Mungu anataka kukuuliza ya kwamba unajua kwa nini upo hai. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya kwanza ukianza kwenye mstari wa 8 hadi mstari wa 22, utaona jinsi gani Farao mbaya alipoinuka, aliinuka na mbinu ya kuweza kumaliza taifa la Israeli. Lakini licha aliinuka na mbinu ya kumaliza taifa la Israeli, kuna watoto ambao waliweza kuangamia, lakini Musa hakuangamia. Ukisoma kwenye Kutoka sura ya 2 ukianza mstari wa kwanza hadi mstari wa 10, utaona kipindi hicho ndio kipindi ambacho Musa aliweza kuzaliwa, kipindi ambacho Farao mbaya ameweza kuinuka kwa kuangamiza watoto wote wa kiume. Lakini kuna watoto wengi ambao walifariki, lakini Musa hakufariki. Kwa nini Mungu hakuruhusu Musa aweze kufariki? Na hicho ndo ambacho wewe unatakiwa ujiulize. Kuna marafiki zako ambao siku ya leo ni marehemu. Kuna ndugu zako ambao siku ya leo hawako, wameshafariki. Sasa kwa nini wenyewe wameshafariki? Kwa nini wenyewe wameshatoweka lakini wewe bado upo hai? Upo hai ni kwa sababu Mungu anahitaji uweze kumtumikia katika maisha yako. Mungu anahitaji maisha yako yote uweze kumwishia yeye. Kama vile Musa, Mungu aliweza kuachilia watoto wengine waweze kuangamia kipindi kile, lakini Musa hakuangamia kwa sababu kulikuwa kazi maalum ambayo Mungu alikuwa amekusudia katika maisha ya Musa. Na ndivyo ilivyo wewe. Mungu anakusudia kazi fulani ambayo unatakiwa uifanye kwa ajili ya utukufu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kushukuru ndugu yangu kwa sababu umekuwa pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Amen.